Wiki iliyopita lillahi alhamdu tulianza masala ya maji na tukaeleza kwamba katika fikhi ya Kiislamu maji ni sampuli 4. Tulisema maji ya kwanza kabisa ni lile inayoitwa katika fikhi almaul mutlaq. Almaul mutlaq ni maji ambayo mfano ya mvua, ya kisima, ya bahari, yote haya huitwa almaul mutlaq. Baadhi ya vitabu wamezungumza maji 7, maji ya theluji. Yote haya ni maji ambayo asili yake ndiyo chanzo cha tahara, yana uwezo wa kutwahirisha, inaitwa almaul mutlaq. Kisha tukasema kuna mau ambayo ni atahiru, maji ambayo ni tahara na unaweza kujitahirishia, lakini wanasema ni yani ni maji ambayo ni makuruhu katika kujitahirishia, lakini unaweza ukajitahirishia, unaweza ukaogea janaba, unaweza ukatawadha na mengineyo kama yale. Maji haya tukasema ni almushammasu, huitwa maji almushammas. Nini maana ya mushammas? Ni maji ambayo umeyaweka yapate joto, yani ukayapasha moto. Tukasema ila katika fikhi ikaeleza kwamba mwanadamu wakati mwingine hukabiliwa na changamoto. Mfano, unaingia katika maeneo ya baridi mno na swala imefika na una janaba au unataka kutawadha, inabidi uoge, na maji yale ukioga kwa baridi yataweza kudhuru afya yako. Kwa hivyo unatakiwa ufanye nini? Uweze kuyachemsha yawe maji ya vuguvugu. Na tulieleza maji ya moto kihakika hayapendekezwi sana katika masala ya afya. Ndio maana ni makuruhu kuyatumia maji haya katika udhu, lakini udhu wako unakuwa ni sahihi, lakini pia maji yenyewe pia nini? Ni tahara na yanaweza mtu kujitahirisha nayo. Kisha tukaeleza kuna maji ambayo aina 3 ni maji yanayoitwa almustamal. Maji almustamal ni maji yaliyotumika katika kuondosha nini? Hadath na khabath, sawa? Yani maji ambayo yashatumika, mfano ukatawadha, sawa, kisha yale maji yanayobubujika kutoka katika kiungo chako kiungo chako yakaingia kwenye chombo, yale maji asili ni mustamal, yani yametumika, huwezi ukayatumia tena katika kwa tahara. Unaweza ukayatumia katika matumizi mengine, lakini si matumizi ya nini? Ya tahara. Yani uwezo kuogea nini, janaba na kutawadha na mengineyo kama yale. Tukasema maul mustamal sio yale maji yaliyobaki baada mtu kufanya nini? Kutawadha. Tukasema kuna hadithi Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akioga na nani? Na mkewe, ikawa ndoo moja. Sasa akichukua viganja vyake vya mkono hivi, sasa akichukua maji hivi, kuna maji ufanya nini? Urudi, yale maji yanayorudi katika chombo sio maul mustamal, bali yale maji bado mtu anaweza kufanya nini? Kuogea na kujitahirisha. Nafikiri tumefahamika hapo. Taban, kisha tukaeleza kuna maji katika sheria ni maji ambayo yamechanganyika na najisi, na maji yale yakaharibika harufu yake, tamu yake na rangi yake. Maji yale kisheria ni maun najisu, maji ambayo ni najisi, yani yamenajisika, huwezi ukayatumia katika kutahirisha wala katika jambo lolote lile, huwezi kuyatumia maji kama yale. Lakini katika masala ya maji tukaeleza kuna maji ambayo huwa yameingiliwa na kitu cha tahara, na vitu vya tahara ni aina 2. Ikiwa kitu cha tahara huwezi kukitenganisha na yale maji, kwa mfano maji yametua mahala, yamesimama, yamekuwa green kwa sababu ya tuhlubi, kuna majani fulani ile uota kwenye mimea, ile utokoka uota kwenye maji yale. Maji yale unaweza kutahirisha hata kama rangi yake imebadilika, kwa sababu ile rangi yani huwezi kuitoa katika yale maji. Mfano vile maji ni masafi, lakini yakapita, ni meupe, yakapita kwenye mchanga mweusi, yakawa meusi,
mvua zinavonyesha mara nyingi huku, ukienda katika mitaani huku utakuta mvua inaweza ikanyesha, maji yakapitia katika ardhi nyekundu, mchanga mwekundu, ikawa yale maji ni mekundu, yale maji bado nini? Ni tahara. Ile rangi haibadilishi kitu. Lakini lau ukachukua maji ukayachanganya na unga mpaka sasa ule unga ukatoa jina la maji, si maji tena, huu ni uji, itakuwa ile maji ni tahara, lakini huwezi kujitahirishia. Unaweza ukapikia ni uji na mwingineo. Mfano na beseni lako, mtu akajaza akajaza kitu tahara pale ndani, akaweka mafuta ya nazi, maji yakawa na mafuta nini ya nazi. Mafuta ya nazi ni tahara, mpaka sasa ikawa yale maji asili yake sasa si maji tena, wasikia harufu ya nini? Ya mafuta. Huwezi ukajitahirishia, ni maji tahara lakini huwezi kujitahirishia. Lakini maji yakaingia kitu cha tahara, lakini kile kitu hakijaharibu sifa ya maji. Kwa mfano imeingia tone la sabuni au jiki kidogo, kile kitu ni tahara, na yale maji yakawa bado ile jina lake bado lipo pale pale. Yameingia tone kidogo labda la maji ya rangi, yani chai, yakiingia kidogo tu, lakini yale maji bado sifa yake ya maji, ladha yake ni maji. Maji yale unaweza kujitahirishia. Unakubaliana hapo eh? Yani kwa mfano unakunywa soda. Kwa bahati mbaya soda, kuna beseni yako pale nini, yakaingia kidogo tone moja la soda. Yale maji ni tahara, unaweza kujitahirishia kwa sababu yale maji bado haja kwa nini? Soda. Lakini lau yale maji yakazidiwa na ile soda, ikawa sasa ni yana ladha ya nini? Ya soda, huwezi kufanya nini? Kujitahirishia. Unaweza kutumia katika mahitaji mengine. Hii ilikuwa ndio umuhimu. Na leo tunamalizia inshallah katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Ibn Umar katika masala ya maji. Tunafunga chapter maji ya kullatani. Maji ya kullatani. Ibn Umar radhiyallahu anhu asema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idha balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabatha, katika hadithi ambayo akhrajahu al-arba'a, Ibn Khuzaima na Ibn Hibban na Al-Hakim wamesema ni sahihi. Hadithi hii inasema kwamba maji yanapofika kiwango cha kullatani, tutaeleza kullatani maana yake nini, lam yahmil al-khabath, hayawezi kubeba nini? Uchafu ama najisi. Hadithi hii kwa madhhab ya Abu Hanifa wanaikataa hii hadithi kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, wanasema hii hadithi ina njia nyingi, na kila njia zilizopokelewa ina matamshi ya kutatanisha, inaitwa al-itrab katika masala ya hadithi. Matamshi ya kutatanisha vipi? Ipo riwaya imekuja yani idha balagha al-ma'u qullatan, imekuja kulla moja, si kullatain. Katika hadithi nyingine kaja idha balagha al-ma'u qullatayn kama tulivyoitaja, na hadithi nyingine kaja idha balagha al-ma'u thalathatu qulal. Kwa hivyo wanasema ilikuja kulla moja, kulla mbili, kullatani na kulla tatu. Kwa maana haya haiko wazi, hakuna precision katika hii hadithi. Kwa hivyo Abu Hanifa akaikataa hii hadithi, akasema ni mutarib, ni mutarib. Al-Imam Shafi'i akaitumia hii hadithi kuwa ni hoja ya kuthibitisha kwamba maji yana kiwango, na kiwango hiki yakifika yale maji hata yakaingiliwa na najisi, madam ile najisi haijaharibu yale maji, sifa ya maji yani rangi, haijaharibu yale maji, ile najisi haijaharibu tamu ya maji na harufu ya maji. Taban maji hayo ni kullatani, na maji hayo tayari ni yana uwezo kutahirisha. Kwa hivyo unaweza ukajitahirisha ndani yake na watu wengine wakaja kujitahirisha ndani yake. Sasa kullatani ni nini? Tuchukulie katika madhhabu ya Shafi'i kwamba kullatani ni 500 ratlin, ni ratili 500, ni 500 ratili 500. Hichi ni kiwango wanasema cha Baghdadiya. Kwa nini kiwango cha Baghdadi? Kwa sababu Baghdadi wakati ule
ndio kama senta ya elimu katika Uislamu, na kipimo chake kilikuwa ndio kina dominate vipimo vyote katika ulimwengu wa dola ya Kiislamu. Dola ya Kiislamu ilikuwa na shift, yani kwa maana hizi makao makuu yake ilitofautika. Kuna wakati wa Mtume ilikuwa Madina ndio capital city, then baada ya hapo ikaja Al-Kufa, ikaja maeneo ya Sham, na kwingine ikaja paka maeneo ya Baghdad katika khilafa ya nadhani ya Abbasia na kwingineko. Sasa kiwango cha Baghdad ni ratili 500. Ratili 500 mafukaha wa kileo wakasema ni sawasawa na lita za maji 192 hadi 200. Wakaendelea tena kutusaidia kwamba lau maji haya tutayaweka mahala, pale mahala pawe na vipimo vifuatavyo. Urefu wake iwe ni dhiraa 1.5, dhiraa ni hapa mpaka hapa, kisha uchukue na robo ambao ni kariban mita 1. Urefu, upana vile vile, na kina vile vile iwe ni mita 1 kama na robo hivyo, au dhiraa 1 na robo. Yale maji tukayachukua tukayaweka pale, basi twaweza kutawadhia ndani yake, na ikawa maji yale bado yanaendelea nini kutohara. Hata ikaingia najisi yote hayawezi yale maji yakaharibika mpaka ile najisi ighilibu yale maji. Mfano ameingia mbwa, sasa mbwa ama nyama yote mzoga akafa mpaka ile maji sasa nini, ukipiga hivi wasikia harufu ya nini ya mzoga, basi yale maji itakuwa sasa si tohara tena. Lakini kukiingia tu najisi ndogo ambayo haijaathiri yale maji, maadamu maji yale yanaitwa kullataini au kullatani, basi maji hayo kisheria unaweza kutawadhia. Na kulla ni aina ya kama ndoo ambazo zilikuwa zikitumika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama nilivyoeleza, kulla moja inachukuliwa inajazwa maji, kisha kuna kulla nyingine ni kama aina ya ndoo hivi zilitokulla. Kwa hivyo kullatani ni ndoo ngapi? 2. Lakini si ndoo hizi tulizo nazo sisi. Nasema hiki ilikuwa ni vyombo vya kujazia maji. Na ndio maana wakasema, kwa mfano sasa ukisema kullatani itakuwa na maana kwamba ni chombo ambacho kinabeba nini? Lita ngapi? Lita 192. So divide by 2. Tuseme utapata ngapi? Around ngapi? 80 90. Around pengine 100, lita 100 tuseme lita 100 na lita 100. Kwa hivyo ukizichanganya pamoja ndio huitwa nini? Kullatani. Kwa hivyo kiwango cha kullatani ni 192 lita au takribani 200. Kwa hivyo kwa madhhabi ya Shafi'i, maji yakiitwa kullatani lam yahmilil khabatha. Yeye akasema hadithi hii ni hadithi sahihi, na ndio maana Imam Tirmidhi akaitumia, al-Imam al-Hakim akaitumia. Al-Imam al-Hakim alizaliwa mwaka wa 321 na kufariki mwaka wa 405. Ni katika maimamu wakubwa sana. Aliwahi kukaa na mashekhe 1000. Shekhe umekaa na mashekhe ngapi? Mimi si shekhe, usinisabu. Umekaa na mashekhe ngapi? Watu leo watu ni wavivu kukana nani na mashekhe. Al-Imam al-Hakim alikaa na mashekhe ngapi? 1000, akisikiza kwa huyu kwa huyu kwa huyu. Leo shekhe hata ustadhi wenyewe ukai naye. Hii ni hatari sana. Tuwekeni yani mahaba ya kupenda elimu. Elimu ndugu zangu si kazi rahisi. Elimu yataka mtu ajitolee. Yani kujitolea kusikiza na kusikiza wanavioni taban, na kuweza kujadili mambo haya na kufahamu maneno. Wenzetu walifanya juhudi kubwa. Nilipiga mfano hapa, maimamu wakubwa walikuwa watu wakubwa sana. Miaka 15 mtu ashahifadhi mambo mengi sana. Mtaje al-Imam Nawawi, mtaje al-Imam Abu Yusuf al-Qadhi, mwanafunzi mkubwa wa al-Imam Abu Hanifa. Watu wakubwa sana hawa. Hawa ni watu walifanya juhudi kubwa. Al-Imam Shafi'i tukasema akifika miaka 15 tayari alihifadhi al-Muwatta ya Imam Malik. Kwa maana hawa watu walitoa juhudi nyingi mno. Leo watu miaka 15 wanafanya vituko vikubwa sana. Vituko ambavyo hata
yani vinaharibu hata mustakbal wake. Kwa hivyo leo inshallah tutakoma hapa kwamba hadithi hii katika Imam Shafi'i wakasema ni hujja, na ndio maana al-Imam Tirmidhi akaitumia, al-Imam Ibn Khuzaimah akaitumia, al-Imam Nawawi akaitumia hadithi hii, wakasema hoja yao kwamba hii hadithi hata kama kweli ina ittirab, yani hata kama imepokelewa kwa riwaya tofauti tofauti na zinazokinzana katika matni yake, lakini bado ipo chance ya kwamba imekuwa sahihi. Kuna baadhi ya maulama wamesema ni hasan na kuna wengine wamesema ni sahihi. Miongoni mwao ni Ibn Khuzaimah akasema ni sahihi, kwa maana ya kwamba kwa madam hakuna ikhtilafu katika usahihi wa hiyo, sisi tumechukua rai ya kwamba hadithi hii ni sahihi, na ndio maana Imam Shafi'i anaifanyia kazi hadithi hii, lam yahmil khabath. Mwisho kabisa, ittirab pia ipo katika maana ya hii tamko lam yahmil khabath. Baadhi ya maulama wanasema hii lam yahmil khabath inabeba maana mbili, na ndio maana kuna ittirab. Maana ya kwanza, lam yahmil khabath, yani maji ambayo, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema idha balagha alma'u kullatani lam yahmil khabath, ai maji yakifika kullatani, hii lam yahmil khabath maana yake ni kwamba hayawezi yakahimili vishindo vya nini, vya najisi. Hiyo kullatani pia yani hayawezi kuhimili nini, najisi, yani hayawezi kuhimili, kwa maana ile najisi inaweza kujaribu yale maji ya kullatani. Nafikiri imefahamika hapa. Narudia tena, wakasema kwamba hii tamko la lam yahmil khabatha ina maana kwamba haya maji yenyewe hayawezi yakabeba nini, najisi, kwa sababu najisi inaweza ikayaathiri yale maji, ndio maana lam yahmil khabath. Wengine wakafasiri kinyume, wakasema lam yahmil khabath ina maana yale maji yana nguvu kuliko najisi, ile najisi ndio inaweza kuathiriwa na yale maji. Kwa hivyo vitu tofauti. Sasa Imam Shafi'i akasema sisi tutabeba maana ya kwanza, kwamba tutabeba maana ya pili, kwamba najisi haiwezi ikaathiri maji haya nini, ya kullatani, mpaka yale maji yazidi harufu na yaribike harufu yake na rangi yake na tamu yake. Ala kulli hal, hadithi hii ameitaja vile vile Ibn al-Hajar Asqalani katika Bulughul Maram, na katika sharh ya Subul Salam utakuta wamesherehesha na wakaizungumza, wakataja hii kauli ya kwamba al-Imam Abu Hanifa yeye ana hadithi hii ameikataa kwake yeye, kwa maana haya imeathiri hata katika vigawanyo vya maji. Kwake yeye hazungumzii maji ya al-kullatani. Kwa hivyo tamko la kullatani au tamko hili ama maji ya kullatani ni mara nyingi inatumika sana kwa madhhabi ya nini, ya Shafi'i. Pamoja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.